Halo, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha True Light, Yesu kwa maisha yako. Karibu sana siku ya leo ili tuweze kwenda kuangazia katika maeneo mbalimbali ya kimaisha. Leo katika kipindi chetu cha True Light tumekuandalia somo zuri sana ambalo linakwenda kwa kichwa cha somo kinasema ndoa nyingi zimeingia matatani au kuvunjika sababu ya misingi mibovu. Basi kabla tujaweza kuendelea mbele, naomba nikaribishe uwepo wa Bwana katika studio zetu za True Light, Yesu kwa maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakutukuza, tunakuinua kwa maana wewe ni mwema na mwaminifu. Hakuna Mungu mwingine na wala hatuna mbadala mwingine. Ni wewe pekee unayestahili sifa na utukufu katika maisha yetu. Karibu katika kipindi hichi cha True Light, Yesu kwa maisha yako. Tunaomba uweze kutuangazia, tupe Roho yako Mtakatifu akatuongoze kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana, unakwenda kutenda sawa sawa mapenzi yako. Amen. Mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha True Light, Yesu kwa maisha yako, kama nilivyokwisha kusomea kichwa cha somo kinachosema ya kwamba ndoa nyingi zimeingia matatani au kuvunjika kwa sababu ya misingi mibovu. Naomba nikwambie kitu ndugu mpenzi mtazamaji, hata nyumba ikikosa msingi ulio imara, hata nyumba hiyo iwe ni nzuri vipi, imewekewa kitu gani, lakini kama msingi ni mbovu, basi nyumba hiyo haiwezi ikawa ni imara. Lakini tuangalie Biblia inasema nini kwa habari ya msingi. Tusome katika kitabu cha Zaburi 11:3. Zaburi 11:3. Biblia inasema nini? 11:3. Zaburi 11:3. Biblia inasema kwamba kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi itaharibika, mwenye haki atafanya nini? Hapa tunaona ya kwamba kuna msingi na kuna mwenye haki. Kwa hiyo mwenye haki ili aweze kustawi anategemea sana msingi. Kwa nini Biblia imesema msingi? Msingi ndio chanzo cha kuweza kuweka kitu kingine juu ili kiweze kuwa imara. Katika maisha haya ya kila siku, ndoa imekuwa ni jambo la mtambuka. Kuna mambo mengi yametokana na swala zima la ndoa. Lakini ninataka nikwambie, ndoa nyingi leo zimeingia katika migogoro, kutokuaminiana, maumivu, usaliti na mwisho kuvunjika. Si kwa sababu ndoa yenyewe sio mpango wa Mungu, bali ni kwa sababu msingi uliojengwa ulikuwa ni dhaifu. Ndoa nyingi ziko katika migogoro. Watu wamepata maumivu makali katika mioyo yao, si kwa sababu si mpango wa Mungu, ila ni kwa sababu ndoa hizo zimejengwa katika msingi ulio dhaifu. Ndugu mpendwa mtazamaji, ndio maana Biblia inasema kwamba misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama ndoa ikijengwa katika msingi ulio mbovu, haiwezi kastahimili, haiwezi ikawa imara. Hata dhoruba ikija, basi ndoa hiyo itaweza utikisika. Ndugu mpendwa mtazamaji, tunaposema misingi mibovu katika ndoa, kuna vitu ambavyo tunavipelekea sisi kusema kwamba misingi hii ni mibovu. Nimekuwekea mambo 6, lakini siku ya leo nitazungumza na wewe mawili tu, halafu mengine tutaendelea katika vipindi vingine vijavyo. Jambo la kwanza, tunaposema misingi mibovu ni yepi? Misingi mibovu ya ndoa ni kama ifuatavyo. Namba 1, kumweka Mungu pembeni. Ndoa inaanza bila kuwa na kumweka Mungu, bila kumshirikisha Mungu. Sikiliza nikwambie, ndoa yoyote ambayo imeanza nje ya mfumo wa maombi, nje ya neno la Mungu, ndoa hiyo imejengwa katika msingi mbovu. Ndoa hiyo imejengwa katika msingi mbovu. Ndoa hiyo inakuwa imejengwa katika msingi mbovu. Ndoa yoyote ile ambayo imeanza tu, unasikia labda hata wewe mpenzi mtazamaji unanitazama, katika ndoa yako unaweza ukawa unakumbuka mwenza wako umekutana naye vipi, umempataje,
Hapo ndipo tunapoanza kupata starting point ya kuingia katika ndoa. Kwa hiyo wanandoa wengi wameingia katika matatizo, wameingia katika maumivu, wameingia katika migogoro kwa sababu wamejenga katika msingi ulio mbovu. Wamemtenga Mungu mbali, hawakutaka katika mahusiano yao, katika mwanzo wa safari yao ya uchumba mpaka ndoa, hawakuweza kumkaribisha Mungu. Wamemweka mbali, wameziweka akili zao ndio zitangulie, wameweka matamanio yao, wameweka maisha yao, wameweka umaarufu wao ili kuweza kuingia katika mahusiano. Wakati huo ni msingi mbovu sana, ndugu mpendwa mtazamaji. Lakini jambo la pili ambalo limeweza kuwakumba watu wanaoingia katika ndoa au wanandoa watarajiwa ni haraka ya hisia kuliko hekima. Haraka ya hisia kuliko hekima. Watu wengi wameingia katika ndoa kwa sababu tu ya wamekurupuka. Hawakupata hekima, hawakupata maarifa ya ndoa, hawakupata maarifa ya mwenza ambao wanakwenda kufungia nayo katika maisha. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, ndoa ni agano, sio chanzo tu, yani sio kitu tu cha kuchochea tu mambo ya hisia. Hapana, ndoa ni jambo la mtambuka, ni jambo hapa ni jambo ambalo unatakiwa kuwa makini sana katika maisha yako. Ndugu mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha True Light, Yesu kwa maisha yako, niombe nikusisitiza sana wewe ambaye bado hujaingia katika ndoa, chukua muda huu kuweza kutafakari maneno haya machache ya kwamba msingi mbovu wa ndoa unaweza kwa kupelekea ukajuta maishani mwako mote. Furaha ile uliyokuwa umeikusudia uipate katika ndoa na ukaikosa. Kwa nini? Misingi imekuwa ni mibovu. Mwanzo wa mahusiano wako hukutaka kumuhusisha Mungu, umekataa kuomba. Ndugu yangu, omba. Usipoomba ndugu yangu, utakuja wakati ambao unatamani kuomba, lakini mambo yameharibika. Maombi yale tayari hayakuanza, tayari ubovu umeshaanza huko chini. Hautaweza tena kuomba, utabaki unalia na kunung'unika, utabaki unapata maumivu ya moyo. Kwa nini upate maumivu ya moyo? Leo ninakwambia bado mapema. Muombe Mungu, omba, sikiliza neno la Mungu, jifunze mambo mbalimbali kwa habari ya mahusiano, kwa habari ya mwenza wako. Hebu nenda kwa watumishi wa Mungu wakufundishe, tafuta vitabu, soma. Sikiliza ndugu yangu, omba, usiwe mvivu leo. Ndugu yangu, unaweza ukajuta. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti tunakuombea, Bwana akupe ufahamu juu ya hili. Lakini haraka ya hisia kuliko hekima. Watu tunafanya mambo kwa emotion, hisia, mihemko inatufanya tuingie katika ndoa na hatimaye tunaingia katika majuto makubwa sana, katika vilio, migogoro, na sasa hivi ndoa nyingi zimeangamia, ndoa nyingi zimevunjika. Ndugu mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha True Light, siku ya leo nimejaribu tu kuweza kukupa tu kama introduction, lakini tutaendelea kujifunza maneno matakatifu haya. Lakini yupo mtu amesikiliza kwa uchache tu, akaona tayari alivyoanza ameanza vibaya. Hakuanza kwa neno la Mungu, hakuanza kwa maombi, amefuata tu hisia zake, wala hakupata hekima katika eneo hili. Akaona anatamani kumrudia Mungu. Nafasi ipo kwa ajili yako, nafasi ipo kwa ajili yako, na huko mbeleni tutakwenda kujifunza. Sikiliza nikwambie, yupo Roho Mtakatifu, yupo Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye atakusaidia. Yeye ni yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Umepata ndoa iliyo bora, umepata mahusiano yaliyo bora. Kwa nini? Una Yesu ndani yako. Sasa kama unamhitaji Yesu katika maisha yako, amua leo kumkubali kama awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kama unahitaji Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba unifuatishe sala hii fupi ya toba, na itakuwa ni ufunguo wako wa kuweza kuwa miongoni mwa watoto wa Mungu. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi, nisamehe leo. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Leo ninakukubali na kukukaribisha uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisaidie Roho wako Mtakatifu ili aweze kuniongoza niingiapo nitokapo, wala Bwana nisiyakumbuke yale mabaya yote
niliyoyatenda, bali niuone ukuu wako katika maisha yangu. Nakushukuru wewe Mungu sasa na hata milele. Umekuwa wangu, nimekuwa wako. Ni katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, amen. Ndugu mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha True Light, kwa kufuata sala hiyo, sasa umekuwa miongoni mwa watoto wa Mungu. Una haki ya kuomba, una haki ya kumpokea Roho Mtakatifu. Sasa una haki ya kufundishwa kwa ndani na Roho Mtakatifu. Una haki ya kuomba hata wewe mwenyewe hapo ulipo. Haijalishi una maneno mangapi ya kuomba, lakini kwa kuwa tu umefuata sala hii ya toba, basi Yesu yupo tayari kwa kupokea. Na kuanzia sasa unaponitazama, utaanza kuhisi kitu kinatembea katika mwili wako. Utaanza kuhisi kama kuna nguvu inashuka katika mwili wako. Moyo wako, mapigo ya moyo yanaenda kwa mbio. Maana yake ni nini? Mwili unapokea kitu kipya. Unaondoa umauti na unapokea uzima. Mwenye nyumba anaingia, wapangaji wote wanaondoka, wanatetemeka. Mapepo yanaondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na naomba nikuombee sasa. Bwana, 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 kila ngome ya nguvu za giza iliyokuingia ndani ya mtazamaji wangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, zikaondoke sasa. Na Roho Mtakatifu kama chukua nafasi sasa. Chukua nafasi katika mwili wake. Chukua nafasi katika akili zake, katika ufahamu wake, katika misuli yake. Kila nguvu za giza zilizoingia ndani yake zikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Sasa Bwana, ninamkabidhi mkononi mwako, ukamfunze na akafunzike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Leo nilikuwa tu ninazungumza na wewe kama tu just introduction katika somo letu la ndoa, lakini naomba nikusihi tufuatilie katika mitandao ya kijamii, katika Twitter, Facebook, WhatsApp, status. Unaweza ukapita huko ukatuona na ukaweza ukapata maelekezo. Tutatoa ratiba muda si mrefu namna tutakavyoanza somo hili. Hili hapa tumeanza tu just intro, lakini tutaanza kwa uzuri zaidi. Lakini wewe ambao tayari umeanza kupokea, basi endelea kukaa mkao zaidi wa kupokea zaidi, maana tutakwenda kuwa na vipindi vya maombi, tutakuwa na vipindi vya maombezi, tutakuwa na vipindi vya mafundisho, tutakuwa na watu mbalimbali ambao tutakuwa tunashirikiana nao katika habari ya kuweza kulisikiliza neno la Mungu. Mungu akubariki sana, na neema ya Bwana ikuangazia unapoingia na unapotoka, wala usipungukiwe wala asikupungukie. Akupe hekima na maarifa namna unavyoenenda, wala usienenda unavyotaka wewe, bali uenende kama anavyotaka Mungu. Ninakusihi sana umkaribie Mungu, naye atakukaribia. Bye bye, na Bwana akubariki. Atukutanishe katika kipindi kingine, katika kipindi chetu cha True Light, Yesu kwa maisha yako. Bye bye.